content creator, ni moja kati ya creator na watengeneza maudhui, ni elimu ya fedha. Nilichokigundua wengi na changamoto ya kutojua elimu ya fedha. Unadhani mafunzo kama haya yanaenda vipi kabla ya kwenda kufikia pesa zenye kuzipata? Nauliza swali zuri. Mimi kama jina Naila Manga, comedian, stand up comedy, ama pia naweza nikasema kwamba ni content creator. Kwa maana hiyo mimi nimekuja hapa kwa lengo moja, kwa ajili ya kujua ni jinsi gani content creator anaweza kutumia mtandao wake akaingiza hela zaidi, na pia kivipi anaweza kutumia hizo hela ambazo anaingiza akaweza kunufaika nazo zaidi kwa zaidi. Kuna content zinahitaji tufanye kwa ajili ya kutumia hela na zinahitaji hela nyingi pia. Kwa hiyo usipojua kutumia ile hela means, au usipojua kutumia hiyo hela kwenye hiyo content yako ambayo unaenda kuifanya, ina maana unakuwa umefanya content ambayo imekupa hasara. Kwa maana hiyo nimegundua kwamba kumbe content pia ni biashara. Kwa hiyo unapofanya biashara yako unatakiwa ujue ina faida au hasara. Okay. Sasa elimu hii ya leo kwa wewe unaiona inaenda kukuokoa kiasi gani? Mimi inaenda kuniokoa kwa sababu imenifanya nijione kwamba nahitaji nipate engo ya kitu ambacho nakifanya. Kwa maana kuwa napotumia hela yangu au napoenda kukopa hela, kwa maana hapo tunapewa mafunzo na pia tunapewa elimu jinsi ya kukopa hela au kukopa hela kwa ajili ya kwenda kufanyia kazi zetu. Kwa maana hiyo natakiwa nijue kitu ninachoenda kukifanya nilichojifunza mimi naenda kunufaika, kwamba nitakapofanya content yangu na maanisha kwamba hiyo content itaweza kunirudishia hela yangu ambayo nimetumia, kwa sababu mwanzo nilikuwa natumia hela nyingi. Kama unavyoniangalia hapa, hii ni simu ninayo iPhone 10 na ngapi sijui, nina kamera ambayo nimenunua gharama pia, lakini natengeneza content ambazo hazinilipi, si ndio? Kwa maana hiyo nimejifunza kwamba nikifanya kitu fulani kitaweza kunirudishia gharama za vitu ambavyo natumia, labda hela ambayo nimetumia, kuachana na kwamba natumia kamera nzuri, natumia nini, na pia kuna hela ambayo nimetumia kwa ajili ya location. Kwa hiyo imenisaidia sana, elimu ya leo nimeweza kunisaidia sana. Asante. Kwenye content umesema kwamba unatumia lakini unasema iko hivi. Ukiwa unamaanisha nini? Tunajua unaingiza pesa nyingi na kuna baadhi ya content creators wamekuwa wakizungumza kwamba wanapata hela nyingi kuliko hata baadhi labda ya wasanii. Yeah. Kwa nini unasema unatumia lakini kulipa? Unamaanisha nini? Mimi kwa upande wangu naweza nikasema kwamba kuna content creators tunatofautiana. Pia kwenye mitandao tunatofautiana. Hususan mimi hapa nina followers wengi, nina engagement nyingi, lakini sijaweza kuteka soko bado, kwamba sijaanza kufanya kazi na makampuni, sijaweza kufanya kazi na watu wakubwa, ambayo inanihitaji pia niwe consistent kwamba napofanya hii, naposhoot content, napoendelea nisikate tamaa, ili niweze kufanya kazi na nifikie malengo ambayo kwa sababu kila mtu ana kile ambacho anakilenga. Kwa hiyo bado sijawa sijui niiteje, sijui niwekeje, yani kwamba nafanya vizuri lakini bado watu hawajaona kwamba iko kitu nakifanya vizuri. Kwa hiyo inahitaji nguvu zaidi kwamba ije ikulipe vitu ambavyo umetumia, kama ni hela, kama ni cameras, kama ni kitu ambacho unatumia, consistency. Kama ukiishia sasa hivi na maana sasa hautapata chochote, utakuwa umelose. Sasa kutokana na hiki ambacho umekizungumza kwamba unaweza kuwa unafanya kitu kizuri kama wewe ambavyo unafanya, lakini bado attention yako sio kubwa sana. Yes, attention ndo niko naongelea. Sasa hapo pia kuna tukio ambalo huwa yanatokea pia katika utengenezaji wa maudhui. Inakuta mtu soko linamforce yeye kufanya vitu ambavyo viko nje ya utaratibu. Kwa mfano kutengeneza maudhui ambayo labda yanakejeli kuhusu dini fulani, kutengeneza maudhui ambayo labda yanahamasisha ngono kwa asilimia fulani kubwa. Katika kikao pia na mkutano hapo wamezungumzia jambo la kuregulate hayo maudhui na nini. Binafsi yako nataka nifahamu, kwa mtu ambaye unaona apewe attention lakini anafanya vitu vizuri, unamshauri nini sasa? Afuate upepo kama jinsi ambavyo wengine wanafuata upepo, au aendelee kuamini anachoamini? Yani in short ni kwamba kama content creator mimi usimamie msimamo wa kitu ambacho inafanya, kwa maana kuwa bado haujawa na kitu ambacho kinakutambulisha. Kwa mfano kama mimi natambulika kama ni stand up comedian. Kwa hiyo mimi mtu yoyote akiniongelea Naila Manga,
akili moja kwa moja yule mchekeshaji, kwa anajua ni mtu ambaye anachekesha jukwani, of which nafanya content pia mtandaoni na nina jina kubwa na nina account ambayo inaweza kufanya vitu vingine kama content creator, lakini bado sijawa na kitu ambacho kinanitambulisha kwamba hiki ni kitu ambacho Naila Manga anafanya. Ukiongelea mtu angalie wapishi, unamuona Naila Manga, unaelewa? Kwa sisi ni wale ambao tuna dank bado. Kwa maana unapokuja kupata elimu kama hii sasa ndio unaenda kuangalia okay, ni kitu gani naweza nikafanya ambacho kitakuwa consistent, watu watakuwa wananifuatilia kupitia hiko kitu. Tofauti na hii kwamba leo nilikuwa naamka nimeshoot mama mkwe, kesho nimeamka nimeshoot mdada, kesho kutwa nimeamka. Kwa hiyo watu hawana kitu ambacho yani watakachokutana nacho ndicho nitakachokuwa nimekifanya. Sawa, leo umekutana na content creator wenzio wengi tu, zaidi ya 300 plus. Kitu gani ambacho pia umegundua zaidi kama content creator wenzio ambao mpaka sasa hivi umekutana nao, umeshanao idea? Kitu gani ambacho umegundua kwa hapa kumbe kuna watu wengine wa namna hii tofauti na cycle ambao umekuwa nayo? Kitu ambacho nimegundua ni kwamba content creator wengi bado tunahitaji nafasi, lakini pia tunahitaji elimu pia, lakini pia nahisi tunahitaji muda mwingi wa kufanya kazi, yani kwamba to shoot consistency, to shoot. Lakini pia nimeona wengi walioko hapa ni hao ambao wanafanyaje, ambao wanaanza. Kwa hiyo kwa watu ambao wanaanza, huu ndo muda wao mzuri wa kuanza. Shukrani sana. Asante.